kwenye mjengo tena kama unavyoona. Na leo ninaambatana na CEO wa Surprise Music. Tunataka tupige story. Tunajua tena wapo kwenye maandalizi ya uzinduzi wao kwenye concert yao. Sijui kama wewe mtazamaji wa TWM kama utakuwepo. Kadi zipo na kila kitu kipo. Wewe tu ni kufanya tu ni kutext afu tukupatie maelekezo kama unavyoona. Leo tuko na Blazetu. Nadhani sio mara ya kwanza sana kumuona kwenye uwanja wetu wa TWM. Nakwaje kaka mkubwa? Safi. Za siku ni nzuri kabisa. Mambo yanaenda sawa? Mambo yako fresh. Yako sawa kabisa. Yako sawa. Asante sana. Nadhani siku nyingi sana. Najua juzi tulikuwepo kwenye maandalizi lakini hakuna kitu ambacho tulikifanya. Na pia labda unaweza kuwa na lawama tosha sana, unaweza kusema kwamba TWM mlifika lakini mlifika tu kuhudhuria pale, kuangalia mazoezi inaendaje. Kwanza kabisa tukuulize wewe kwa sababu tulifika kule siku moja tu na afu hatukufika tena mara ya pili. Mazoezi inaendaje? Mazoezi yanaenda vizuri. Japokuwa changamoto hazikosi. Ndio. Lakini mazoezi yako vizuri. Ila changamoto zile ndogo ndogo zipo. Hivi uliwahi kumwalika mchezaji mmoja afu akakosa kuja? Mpaka sasa kuna ambao bado hawajafika, ambao nimewaalika. Ndio. Waje tusaidiane kwa sababu unajua kazi ambayo tunaandaa ni kubwa. Pekee yetu hatuwezi. Ndio maana tunaalika watu wengine ili tusaidiane, fanye kitu kikubwa kwa pamoja. Asante sana. Pia kuna wale ambao wanaongea kwamba mbona Surprise wamepeleka mbele sana afu mazoezi yao ilianza mwezi wa 5. Kwa nini? Na wakati sherehe ipo mbali sana. Sisi tupo vizuri. Wanavyosema hivyo watakuwa labda wanakosea, maana muda umeshaisha. Ukiangalia vizuri muda umeisha. Kwa hiyo tunachotakiwa tu hapo ni watu waelewe, na kwa sasa hivi tumeshakuwa mwezi wa 6. Kwa hiyo hatuna muda tena kusubiri. Nadhani leo sijui kama ni tarehe 2 sasa hivi. Tarehe 2 ya mwezi wa 6. Na tunapoelekea huko tunaenda kwenye show yenyewe ya Surprise Music. Labda unaweza kuwa na lipi la kuwaambia kama kionjo wale ambao wanasubiri kwa hamu sana sherehe yenu? Nitakawaambia tu wasubiri, wawe makini. Watupe muda mzuri, tunaandalia vitu vizuri. Na wale ambao wako hapa nyumbani nitawakaribisha tu wafike kanisani waje waangalie mazoezi. Kwa sababu vitu ni vingi vikubwa ambavyo vinaandaliwa. Asante sana. Tutoke kwanza kwenye Surprise Music twende kidunia sasa. Dunia sasa, vijana wa sasa hivi wanajiambia wao ndo wa 2000. Vipi? Hawapo wale 1000? Hawapo kwenye hii karia yetu ya 2000. Sijakuelewa vizuri. Rudia swali kwanza. Nasema hivi. Nasema hivi, kama haujaelewa swali na wewe dondosha comment hapo kati. Kuna wale vijana ambao wanasema sisi ndo wa 2000. Kwa hiyo huu ni wakati wetu. Sasa nauliza hivi, wale wa 1000 bado hawapo kwenye hii karia yetu ya 2000? Mimi naweza nikasema kwamba wapo, ila wanaozungumza hivyo ni wanakosea tu. Wanakosea, ni tuseme tatizo la ujana. Ujana unawasumbua vijana maji ya moto, unajua tena. Nadhani wale wa 1199 nadhani sasa hivi nao ni vijana. Ni vijana kabisa yani. Ni wapo kama vile watu wa 2000. Labda unaweza kuwa na lipi la kusema kwao ili wajioneshe nao pia kwamba sisi tupo kwenye huu ujana wenu na sisi tupo wazee wenu, tupo hapa. Unaweza kuwa na lipi la kuambia? Mimi siwezi nikawashauria chochote. Yaani cha msingi tu hapo labda niwaambie wawafundishe wale watoto ambao wanajiita wa 2000. Waache kuongea kauli mbaya kama hizo za kuonesha kwamba wao ndio vijana, kuna vijana wengine hapana. Vile vile watoto wa 2000 ambao wanajiita wao ni 2000, wengi sana wanajikita kwenye eneo lile la kutokujua kanisa, yani hawaendagi makanisani, yani kujishughulisha na mambo ya Mungu, yani hawapo kule sana hao ambao wanajiita wao ni 2000. Labda unaweza kuwa na lipi la kuwaambia kisasa hivi wewe kama CEO wa Surprise Music? Nitakachowaambia tu wajue kwamba Mungu yupo. Na wamuogope Mungu na
pia inategemea na familia pia. Unakuta mtoto labda anaweza kuwa amezaliwa familia yao wote hawajui mambo ya Mungu, kwa hiyo wataenda hivyo. Ila kuna wengine wamezaliwa miaka hiyo na wapo kanisani, tunawaona ni wengi. Ila wale wengine nitawaambia tu muogope Mungu, wajue Mungu yupo na anatenda muda wote ule Mungu anafanya kazi. Sote tunajua Surprise Music ina chimbuko lake ni Kadafi, kwenye kanisa hili la Kadafi. Watu wa Kadafi watakuwa wameshaelewa zaidi sana, na pia vile vile kuna wale ambao wanasema kwamba sisi ni 2000 lakini tunaenda kanisani ni hivyo tu, wazazi kutukaza sana. Labda pia wale ambao wanaenda kanisani bila kuamini Mwenyezi Mungu yupo au Yesu Kristo yupo, labda unaweza kuwa na lipi kuwaambia wanaenda tu makanisani tu kujionyesha? Nitakachowashauri tu ni wao waache kwenda kwa ajili ya kujionyesha. Kile nilichokuambia mwanzo, wajue kwamba Mungu yupo na Mungu anatenda. Na mpaka sasa hivi tunaishi ni kwa ajili ya neema ya Mungu. Kwa hiyo bado tupo kipindi cha neema. Kwa wachukue hatua ya kumwamini Yesu Kristo. Wajue kwamba Mungu yupo. Bwana, wewe mtazamaji wa TWM, kama utakuwa pia na wewe muamini Mungu. Roni, mimi namwamini Mungu. Usije ukasema kwamba Roni umuamini Mungu, unakuwa unafanya interview lakini kanisani hatuoni. Mimi kanisani naendaga kila Jumapili, mimi naendaga kanisani. Kwa hiyo wewe unaposubscribe hapo ukiwa mmoja wapo ya familia yetu, kwa hiyo tungekuomba na wewe pia umuamini Mwenyezi Mungu. Asante sana. Tuingie kwenye content ile ambayo inaitwa ya Surprise Music, ambayo inaitwa itakuwa kama surprise kwetu, sote hatujui, lakini tunafanya hivi ili tuje kujua hapo mbele. Na pia tukiangalia maandalizi ndo kabisa yameanza. Mwezi wa 6 huu tunaenda kukamilisha kigongo cha surprise ili muje kutupatia mawashi yenu ambao mnatuandalia. Kuna watu ambao mmewaita nje ya nchi labda? Wapo. Watu wapo. Kama kina nani vile? Hiyo ni siri. Siku hiyo ndo utawajua ni kina nani. Ni siri. Sisi hatupasi kujua kwani? Kwani comment yako kama unataka kujua hapo. Asante sana. Kama pia wale watu hawezi wakafanya kitu cha tofauti sana, tofauti na hapa kwetu kwanza, unatarajia watakifanya kweli? Kitu cha tofauti watakifanya kweli? Watu ambao tumewalika? Watafanya hivyo. Watafanya hivyo. Asante sana. Twende tumalize kipindi chetu, tusikokote sana vile. Na hiyo tarehe 28 ambayo itakuwa uzinduzi kabisa wa Surprise Music, labda utakuwa na kitu gani cha kuwaambia watu kama zawadi yani zawadi kubwa sana kwao? Ni injili tu, tunawaletea neno la Mungu. Wajue Mungu yupo. Wajue Mungu yupo. Neno litabebwa na kitu gani? Neno kubwa kabisa litabebwa na nini? Ni hazina ya moyo. Hazina ya moyo. Asante sana. Emani, endelea kutufuatilia mwanzo mwisho, na ujue kwamba neno la Surprise Music ni hazina ya moyo. Hebu ueleweshe zaidi. Niwaeleweshe kuhusu hazina ya moyo? Nimewalika waje siku hiyo ndo watajua hazina ya moyo ni nini. Labda unaweza kuwa na kikubwa zaidi sana cha kuwaambia, bwana ni hichi labda kuhusu hazina ya moyo. Ndio. Hamna. Sasa hivi sina neno, ila nimewalika siku hiyo waje. Atakayekuwa na shauku ya kutaka kujua hazina ya moyo maana yake nini, aje siku hiyo tarehe 28 mwezi wa 6. Atakuja kujionea mwenyewe, ajue maana ya hazina ya moyo ni nini. Asante. Labda kuna mtu ambaye anaweza akapenda sana kuangalia maandalizi yenu ambayo mnaandaa, anaweza akaangalia wapi labda? Kwa wale ambao hawatokuwepo au vipi? Kwa yoyote yule ambaye angetaka kuona maandalizi yako vipi, ayaone kabisa, unaweza akapatia wapi labda? Tunamkaribisha kanisani pale TAG Kadafi. Betsaida pale. Asante sana. Bwana, hii hapa ni TWM. Lipi la mwisho la kuwaambia mashabiki wa Surprise Music na pia watu ambao wanakufuatilia wewe kwenye TWM? Nitaomba jambo la kwanza wa subscribe account ya Surprise Music. Ipo online saa yote kabisa inapatikana. Na pia ningeomba watu wasituachilie, maana tunaandaa kitu kikubwa sana. Ningeomba wawe na moyo wa kujitolea kwa ajili ya kusupport kazi za watu wengine kama kazi yetu na kazi ya watu wengine ambao
watajitokeza kufanya kitu kama hichi. Na pia tunaomba watushike mkono sana, maana tumeshafika mwezi wa 6 na jambo ni kubwa ambalo tunaliandaa. Tunategemea support yao, pamoja na Mungu naamini tutawashinda na tutaweza. Asante. Bwana, tumefika kwenye hitimisho, lakini kabla ya hitimisho, tofauti na kila kitu, tofauti na dini, hapa mna swali langu ni moja tu kwenye kibegi hichi. Kwenye hiki kibegi. Okota swali moja tu. Swali moja. Unajua mna maswali mengi sana. Na hitaji lile ambalo utakalobahatisha na ulijibu hilo ni swali. Na pia mna swali zako 2 tu. Wewe kama CEO wa Surprise Music. Hakuna kurudilia swali. Okota swali lako moja na ujibu mbele za watu. Yes. Hii ni tofauti kabisa na dini. Hatari. Sijui angalie nijaribu bahati. Nifunga macho kabisa. Nachukua hiyo. Isije kuwa swali nzito. Hii inaonekana nzito kwa ndefu kabisa, sielewi. Soma ili watu waelewe. Wajue hii ni swali gani? Abane, huyo hapo ni CEO wa Surprise Music. Swali ni ngumu kweli. Swali linasemaje? Ni siri yako sisi vizuri kama imeandikwaje, ila nitasoma kulingana na jinsi ilivyoandikwa. Ndio. Imeandikwa hivi. Ni kazi ipi huwa unapendelea kufanya na kuona hii itakufikisha sehemu? Asante. Swali limeeleweka hili. Hiyo swali limeeleweka kabisa, lipo fresh, lipo really. I say. Wale ambao wataki kufanya kazi, najua zaidi sana, hiyo itakuwa swali special sana kwao. Nahitaji comment hapo. Ni kazi ipi ambayo unaweza kuona hii ni kazi special sana kwako na inaweza ikanifikisha sehemu ambayo inaweza nikapata mafanikio? Asante. Sawa. Sasa nimelisoma ila kwa upande wangu mimi, maana swali limenilenga mimi. Ndio. Ila kila mtu waga ana maoni yake. Na kila mtu waga na maelezo yake. Ndio. Kwa upande wangu ni kumtumikia Mungu kwanza. Asante. Kwa sababu ukimtumikia Mungu utapata baraka. Ukishamaliza kumtumikia Mungu sasa, sawa? Ndio unajishughulisha tu na biashara mbalimbali. Mfano kama wakala. Kama yani kuuza hata vizaba mbalimbali kama viatu nini. Ila cha kwanza niwe namtumikia Mungu kwanza. Yani ni saini kwanza mbele za Mungu. Mungu anijue kwamba kuna mtu fulani yupo kwa ajili yangu mimi, yani, anifanyia kazi. Yani kama vile Mungu ndo anaweza sasa kukuongoza wewe ili upate kazi ambayo inakufaa. Ndio hivyo, yani Mungu ndo ananichagulia. Asante sana. Kama kuniweka hapa basi mimi nitashukuru. Asante. Na akili yangu pia fanye kazi. Asante sana. Kama CEO yupo sahihi, naomba comment yako hapo chini. Mtu ambaye anaendelea kutufuatilia Mwanzo Mwenga. Naomba swali la pili. Swali la pili linaenda. Chagua swali la pili. Hapa tupo tofauti kabisa na dini. Itakuwaje nikirudilia ile swali? Hapana. Swali lenyewe linajionyesha hapo. Linajionyesha kabisa. Chagua swali ambalo limejikunja lipo sahihi. Ni bahati ya kuzaliwa hapa. Asante. Mba macho kabisa, nachukua hii hapa. Swali moja. Haya. Asante. Bwana, hii hapa ni TWM. Hayo ndio mambo yetu. Kwa hiyo mwisho wa mwezi tutakuwa na jambo letu sisi kama TWM. Swali hii mbona kama vile umefanyaje? Hii hapa. Mimi mtumishi bana. Swali sijaelewa. Nimekaa design fulani. Nimesema hivi kama mmenielewa. Hapa jamani, mtanisemea mimi mtu wa TWM. Tupo tofauti na dini, Hapa tupo kimwili zaidi kabisa. Naomba utusomee swali, kama utashindwa kulijibu, watu kwenye comment watajibu. Hili swali nalisoma ila silijibu. Asante. Na ikiwezekana nitajibu. Haya, kulingana na jinsi Roho atakavyoniongoza. Sawa? Asante. Nasema kwamba tayari nasemaje? Inasema kwamba mwanamke gani ni mwanamke wa aina ipi ukimwona lazima moyo wako udunde? I say.
Asante sana. Jibu ni fupi tu, ni mke wangu. Mke wako? Yeah. Ambayo unaweza kumuona ni mwenye aina ya tofauti. Yeah, maana mimi nimeshaoa, sipo single, nimeshaoa na mke kabisa. Kwa hilo swali lingekuwa ngumu, ningekuwa bado sijaoa, lakini nimeshaoa. Mke wangu ndio kila kitu. Asante. Wale kwa mbajela hapo kati, tunaomba comment yako. Ni aina gani ambayo ya mke ambayo unaweza ukasema kwamba huyu nikimuoa atastahili ndani yangu au ndani ya nyumba? Asante sana kwa kutufuatilia Mwanzo Mwenga. Naomba comment yako hapo chini. Lile swali ambalo umeona kwamba hili swali lilikwenda vizuri. Naomba comment yako hapo kati. Hii hapa ni TWM.